MJ. Naam. Nikuuliza kitu? Niulize tu mkuu. Unashirikiana na abiria? Hapana. Oh, safi. Safi sana. Napenda watu kama nyinyi wenye kujibu maswali kwa kujiamini. Nini hiki? Kichwa kisu mkuu. Na kazi ya kisu ni ipi? Kukata. Kama kweli ushirikiani na abiria, shika kikisu. Uwachome wote wawili. Shika! Fanya kama nilivyokuambia. Umenielewa? Naona huyu kijana amenizoea sana, na wakati anajua mimi si mtu mzuri ametumulika na kioo, na wakati anajua kwamba kioo sisi kinatuzuri. Sasa ninachotaka muende kwa MJ mkamuue dada yake, ili ajue kwamba mimi si mtu mzuri. Sawa? Sawa kiongozi. Sawa? Sawa kiongozi. Go. Mbi. Sasa nataka tukae hapa kwa sababu watakuwa wanatutafuta. MJ, hivi wale watu wa nguo nyeusi wamefanya nini? Mbona wameanguka ghafla? Wale watu kumulika na kioo machoni mwao huwa wanazimia ndani ya muda wa dakika 15 kwa sababu ya vitambaa walivyojifunga mikononi mwao. Wewe umesema kuwa wale watu watazinduka ndani ya dakika 15. Na moja kwa moja wakizinduka ni lazima watakwenda kule kwa dada yako. Kwa maana kwamba watakwenda kwa lengo la kulipiza kisasi. Kwa wewe mambo uliyowafanyia. Kwa hiyo mimi nahisi wale watu wakizinduka
Ni lazima tuenda kule. Mimi nahisi dada ipo tayari. Twende tuwahi. Dada ipo tayari. Unachokiongea ni kweli kabisa. Twende tukamtoe dadangu pale. Ndio. Pesa, 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 adui wa haki. Pesa, oh yeah. Mche. Angalia kule. Yani kama kitenda ubaya hapa duniani, kumbuka kuna kama napaswa kulipia. Pesa ni chanzo cha uharibifu. Pesa inaua watu. Pesa inaua utu. Kaka, umeniulia dada yangu na hali yako, unajua kwa ushahidi wote nao kwenye simu. Huu ndio muda wa kuangamiza. Bila kuchelewa, ukeni polisi. Ndio. Uko sahihi Mche. Hatuna muda wa kupoteza. Twendeni. Subiri, kule kuna ushahidi ni uhifadhi. Natakiwa twende tukauchukue. Safi. Safi sana. Kama huko kutokuwa kuna ushahidi, utatusaidia sisi. Itakuwa ni vizuri sana. Twende tukuchukue na huo ili tuongeze ushahidi. Tupate ushahidi wa kutosha. Jamani, ushahidi upo humu ndani. Twendeni tukauchukue. Halo. Tayari nishakamata, njoni mwachukue. Sawa, nimekuelewa. Nakuja sasa hivi. Sawa. Then yule binti amefanikiwa kumnasa abiria pamoja na Mchai. Sasa nataka niende mwenyewe kwa miguu yangu. Nyinyi pamoja na mimi. Nataka nikamuue kwa mikono yangu. Kama atashika. Go. Go.
Binti, tuambie hao watu wako wapi? Tuambie. Wako ndani. Go. Safi sana. Hongera sana. Kazi yetu imekwenda kama inavyotakiwa. Mpango wetu umekamilika. Na tumefanikiwa kuwini. Na nimeongea na maskari. Hapo njiani. Muda sio mrefu utakuwa hapa. Tuje kuchukua watu ambao nguo nyeusi na watapelekwa mahakamani. Na moja kwa moja watakwenda kuozea jela. Hivyo kazi yetu sisi tumefanikiwa kwa 100%. Hongereni sana. Ili tuweze kuwakamata hawa watu wa nguo nyeusi, inatakiwa tuwategee mtego ambao tunahakikisha kuwa hawatoki. Tutegee mtego. Mtego? Mtego gani huo? Zainisha atatumika katika huu mtego. Nitatumika kivipi? Safi sana. Zainisha natakiwa wapigie watu wangoje. Natakiwa wapigie simu watu wangoje nyeusi. Na kisha wapigia waambie kuwa uko tayari kutichoma ili wewe upate pesa. Wao watakubali. Lakini kukubali kwao sio kama wamekubali kufanya kazi na wewe, ila wao watakubali kwa lengo la kukuzuru. Kwa sababu wewe wakikuacha wanajua kabisa utaenda kuwachoma. Hivyo wakija huku kwa lengo la kutukamata sisi, wakifanikiwa kutukamata na sisi, basi na wewe watakurukia kwa sababu una ushahidi wa maneno, umeshuhudia mambo yao mengi. Hivyo wanajua ukiendelea kuishi ni lazima tu siku moja tuje kuachoma. Hivyo wao watakuja kwa lengo la kugeuka wewe, wakati sisi tunakuwa tushawahi kuwageuka. Inatakiwa watu waelekeze katika nyumba ambayo sisi tutakayo kwenda kuchukua ushahidi ambao sisi tumeongomba kuna ushahidi. Na baada hapo utatufungia sisi mlango na utawapigia watu simu. Ukishapigia simu wao watakuja kutukamata. Tutaambia watu wapo ndani na wao wataingia ndani ili kuja kutusu. Na endapo tu kiingia ndani wote kwa nje. Wakati huo sisi tutakuwa tayari tushatoka. Hivyo hii ni plani nzuri zaidi. Na wao wakiingia ndani, mule ndani inabidi tuweke dawa ambayo wakivuta tu hewa ya mule ndani wataishiwa nguvu. Na hapo ndipo askari watakuja kuwakamata. Sawa, nitafanya hivyo. Hata mimi nafurahi sana. Hawa watu ni haki yao kabisa kwenda kufia jela. Kwa sababu wamefanya mambo mengi ambayo hayatakiwi kusamehewa. Wamenyanyasa watu, wameua watu, wamekata viungo vya watu. Lakini leo ndio mwisho wao. Ndio. Hicho stahili wao ni kwenda kuozea jela tu. Na wala sio kingine. Hongera sana MJ.